Ninakuletea simulizi tamu ya mapenzi inayoitwa Shemeji Utaniua sehemu ya pili. Mwandishi wa simulizi hii ni DJ Manumbu. Msimuliaji ni mimi, binti Zuri. Dar es Salaam. Jiji lenye joto la hisia na baridi ya siri zilizofichwa mioyoni mwa watu. Katika nyumba moja tulivu iliyokuwa maeneo ya jiji hili, ndipo simulizi yetu inaendelea. Zawadi, msichana mrembo, mwenye akili na ndoto kubwa. Aliendelea na masomo yake ya sheria kwa bidii kubwa. Lakini sasa, kulikuwa na kitu kipya kilichoanza kutawala mawazo yake. Hicho kitu si vitabu, si mitihani bali ni Victor. Victor ni shemeji yake. Mwanaume ambaye hakupaswa kabisa kuwa kwenye fikra zake kwa namna ile. Baada ya ile jioni ambayo walibaki wawili nyumbani, kitu kilibadilika. Ukimya ule haukuwa wa kawaida tena, ulikuwa mzito, wenye maana iliyofichika. Zawadi alijikuta akimkaribia Victor zaidi, si kwa bahati mbaya, bali kwa makusudi. Alikaa karibu naye, akijifanya anaangalia televisheni. Lakini akili yake yote ilikuwa kwa Victor. "Mbona leo uko kimya sana shemeji?" Zawadi alimuuliza Victor kwa sauti ya upole, huku akimwangalia machoni. Victor aligeuka kidogo, akatabasamu kwa tabu. "Ni kawaida tu, labda nimechoka," Victor alimjibu Zawadi. Lakini ukweli ulikuwa tofauti. Victor alianza kuhisi mvutano. Alihisi mabadiliko kwa Zawadi, na hata ndani yake mwenyewe kulikuwa na mapambano yasiyoelezeka. Zawadi alisogea kidogo zaidi, umbali kati yao ukapungua. Harufu ya manukato yake laini ilimfikia Victor moja kwa moja. Kwa sekunde chache hakuna aliyesema neno. Moyo wa Zawadi ulikuwa unadunda kwa kasi. "Hii ndiyo nafasi," alijisemea kimya kimya moyoni mwake. "Unajua shemeji," Zawadi alianza kusema taratibu, "kuna wakati mtu anahisi kitu fulani lakini anaogopa kukisema." Victor alimtazama kwa makini sana. Macho yao yakakutana kwa muda mrefu kuliko kawaida. "Hicho kitu ni kipi?" Victor aliuliza, sauti yake ikiwa nzito lakini tulivu. Zawadi hakujibu haraka. Alitabasamu kidogo. Kisha akainuka polepole na kuelekea jikoni kana kwamba anataka kukwepa swali. Lakini ukweli ni kwamba alikuwa anacheza mchezo wake. Usiku huo haukuisha kawaida. Victor alibaki na maswali mengi kichwani. Na Zawadi alijua tayari ameanza kuingia kwenye moyo wa shemeji yake, hatua kwa hatua. Siku zilizofuata, mchezo ukaendelea kuwa mzito zaidi. Tabasamu zikawa na maana, mazungumzo yakawa na ishara. Na kila mmoja alianza kusoma hisia za mwenzake kimya kimya. Lakini swali kubwa likabaki. Je, Victor ataendelea kujizuia au ataangukia kabisa kwenye mtego wa Zawadi? Na je, Zawadi anaelewa madhara ya mchezo anaocheza? Usikose sehemu inayofuata ya simulizi hii ya kusisimua. Mambo yanazidi kupamba moto. Kama umeipenda simulizi hii, bonyeza like, share kwa marafiki zako na subscribe kwenye channel ya DJ Manumbu, ili usipitwe na simulizi kali kama hii. Hii ni sauti ya binti Zuri. Tukutane sehemu inayofuata.